Ndugu zangu, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu na niwaamkie niwasalimu amani ya Mungu na rehema zake na baraka zake ziwe kwenu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kutuamsha salama kutukutanisha hapa. Leo tumekutana na viongozi mbalimbali wa madhehebu ya dini mbalimbali, madhehebu ya Kikristo na madhehebu ya Kiislamu. Lakini mimi kama mfunguzi sintosema mengi. Kwanza nitamkaribisha Baba Askofu Samuel aweze kutufungulia mkutano wetu kwa maombi, na baadaye atakuja kufungua shekhe kwa maombi, alafu tutakwenda kwenye ratiba kwa sababu tuko nyuma ya wakati. Wachungaji ni wengi sana, kiongozwa na Baba Askofu. Baba Askofu, karibu sana. Nashukuru sana ndugu Mwaipopo, kwanza kabisa kwa ajili ya mwaliko huu na kwa ajili ya mdahalo huu ambao ni wa muhimu sana kuzungumza juu ya taifa letu la Tanzania. Taifa letu la Tanzania ni taifa ambalo kwanza limebarikiwa na Mungu, na waasisi wa taifa hili walitujenga katika msingi mizuri ya amani, upendo na mshikamano, na ndio maana tumefika hapa tulipo. Jambo ambalo napenda kuzungumza, ndugu yangu Mwaipopo amezungumza, nianze na swala la amani. Nizungumze kwamba sumu huwa haionjwi. Ukionja sumu unakufa. Unaweza ukaonja kitu chochote kile ukatesti ladha, lakini sumu haionjwi. Kwa nini nasema maneno haya? Hakuna kitu cha msingi na cha maana katika maisha ya mwanadamu kama kitu kinachoitwa amani. Amani ikiondoka, huwezi kufanya biashara. Amani ikiondoka, huwezi kwenda ofisini. Amani ikiondoka, huwezi kwenda shambani. Amani ikiondoka, huwezi kwenda kumsalimia mjomba wala shangazi. Amani ikiondoka, huwezi kwenda kanisani wala msikitini. Na ndio maana mwandishi wa kitabu chetu sisi cha Biblia katika kitabu cha Ibrania anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kumbe amani inatafutwa kwa bidii. Amani ikitafutwa kwa bidii, haishii tu kutafuta kwa bidii. Na kwa sababu umepata kwa bidii, lazima ilindwe kwa bidii. Haya yanayoendelea ni ya kuvuruga amani, na mara zote wachochezi wa kuvuruga amani huwa hawapo pindi amani inapokuwa imepotea. Ndugu zangu wa Tanzania na wote mnaonisikiliza, mzee wangu aliwahi kuzungumza rais wetu mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ya kwamba akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Ushawishi mwingi sana umewafanya watu watoke kwenye mstari, lakini ukweli ni kwamba amani ikipotea hatuwezi kufanya jambo lolote. Ndio maana lazima tuombe Mungu juu ya amani ya taifa letu la Tanzania, lakini tuwe na hofu ile ya Mungu ndani yetu. Na mara zote panapotokea chaguzi za namna hii, baada ya kila miaka mitano kunakuwa na vurugu za kila namna. Tusivurugiwe ama tusichanganywe. Tusimame katika amani yetu, na kama jinsi ambavyo tunajua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulishakubali kuwa na vyama vingi, na kila chama kina sera zake, na kila mtu ana haki ya kunadi sera yake. Lakini final ni tarehe 29 mwezi wa 10. Sasa tusiharibu kabla tujafika katika hicho kipengele. Ninaombeni sana yote anayenisikiliza, hata kama hayupo mtu mwingine asikilize, wewe unayenisikiliza, kuwa barua ya kuambia wengine namna ya kuilinda tunu ya amani ya taifa letu la Tanzania. Nataka kuongea jambo jingine ambalo liko mbele yetu tarehe 29 Oktoba. Ni haki ya kila Mtanzania kupiga kura. Ni haki, na haki hainunuliwi kwa fedha. Ndio maana tumehamasishwa na tunaendelea kuhamasishana kwamba ili upate kiongozi bora, sio bora kiongozi, lazima uweze kupiga kura. Kweli kila chama kina nadi sera zao nzuri, hakuna sera iliyo mbaya, lakini final tarehe 29
Biblia inasema katika Mithali 18:18, kula ukomesha mashindano. Katika mashindano yaliyopo sasa hivi, kila mtu, mimi mkinichagua nitafanya hiki, mimi sio dhambi. Lakini final ni tarehe 19. Tutampataje rais, ama tutampataje mbunge, ama tutampataje diwani? Ni pale Mtanzania anapochukua hatua ya kwenda kwenye kituo cha kupiga kula na kumchagua kiongozi anayemtaka. Mimi nina dakika 3 wala sio 5. Kwanza, nimepata bahati ya kutembea nchi nyingi sana, na baadhi ya nchi nilikuwa na ndugu yangu Sheikh Mwaipopo katika nchi ambazo zina vita. Nimekwenda Kongo, nimetembea nchi nzima 1999. Kwa Kifaransa wanasema 1999. Niliingia katika taifa la Kongo, lakini sikuishia Kongo, nikaingia Angola. Nikafika Nzaji, nikafika Dundu. Haya ni mataifa ambayo yana vita muda mrefu, toka watu wanazaliwa mpaka wanakuwa. Hayo ni mataifa, ni vita tu. Savimbi vita, kipindi cha Kongo Mobutu wakati uko hai, vita vilikuwa ukanda mdogo sana. Na nilibahatika wakati mzee Laurent Desire Kabila anapigwa risasi, mimi niko Kongo Kinshasa. Na nilipata bahati ya kuingia Kongo, nimeiona vita ni jinsi gani ilivyoweza kulila taifa lile. Wanakula mlo mmoja kwa sababu ya vita. Imegawanyika nchi ile, Tshisekedi anatawala maeneo yake na wale waasi nao wanatawala maeneo yao, tena yenye uchumi, ikiwemo Goma, ikiwemo Kisangani, ambayo maeneo hayo government ya Kinshasa ilikuwa ikitegemea kwa asilimia kubwa kuendesha serikali yake. Lakini leo nchi imegawanyika. Nchi ile imefikia stage mpaka Rais Kabila, ambaye huyu alifanya mambo makubwa, ameambiwa kwamba na mahakama ya kijeshi atanyongwa. Tumeona baraza la maaskofu limekaa kwa sababu ni viongozi wa dini, wamekosoa ile hukumu, wakasema mmekosea, kipindi hiki ni kipindi cha amani. Kabila ana wanajeshi wako ndani ya jeshi, Kabila ana ushawishi ndani ya nchi, amwezi kumnyonga kwa kutoa hukumu kwa kutaka kumuua kiongozi mkubwa kama huyu. Mimi nitazungumza makundi matatu. Nitazungumza waandishi wa habari kwa kifupi, nitazungumza wanaharakati kwa kifupi, nitazungumza wanasiasa kwa kifupi, nitazungumza viongozi wa dini. Haya makundi ndio makundi yanayoharibu nchi. Wanahabari kwa sababu ya kutafuta view, wanahabari kwa sababu ya kutafuta wafuasi, anaweza akaposti habari ambayo anajua kabisa haina ukweli. Habari hii inaweza ikaligawa taifa, habari hii inaweza ikawa haifai katika maadili ya Mtanzania, lakini kwa sababu mwanahabari anataka alipwe na YouTube, ataiposti ile habari kwa ushawishi, anajua watu wataiangalia sana. Leo kila mmoja ana simu hapa, ingia katika mitandao ya jamii, habari zenye kuwa na view nyingi ni habari za uchokozi, ni habari za uchochezi, ni habari zisizokuwa na maana, ni habari za matusi. Hizo ndio habari zenye view kubwa. Lakini viongozi wa dini, baadhi yao tumeona katika mataifa tuliyokwenda. Mimi nimekwenda Rwanda, nimekwenda Burundi, katika mataifa ya Afrika nimetembea mataifa zaidi ya 15. Mwaipopo wanajua, tumetembea na tumeona ni jinsi gani baadhi ya viongozi wa dini na wanahabari waliweza kutumika kutoa ushawishi katika redio zao, katika madhabahu zao, iwe msikitini ama kanisani, kwa kushawishi watu kwa sababu ya dini au kwa sababu ya ukabila. Sasa leo tuna vita ya siasa na demokrasia ambayo wao wamekuwa wakiita. Ogopa sana vita ikija kuingia kwenye dini, hiyo ni vita mbaya. Leo Sheikh Mwaipopo amefanikiwa hapa, tunakaa na baba askofu, tunakaa na wachungaji, viongozi wa dini wanafanya makongamano na mashehe kwa sababu ya kuhubiri amani. Amani ikiisha hapa Magomeni tulipo, hautosikia raia, hautosikia gari, hautosikia daladala. Hapa wanajani wanajeshi, na wanajeshi watakaoingia, wapo baadhi ya vibaka watavamia katika hayo mapigano, watavunja nyumba za watu, wataiba maeneo ya watu, watawanajisi watu, watafanya ubakaji. Na huo tumeona katika nchi ya Kongo na mataifa mbalimbali ikiwemo Angola, nimefika na Msumbiji. Mmeona juzi kikundi kidogo kimeingia Msimbo da Praia, kikaingia Mweda, kimefanya uharibifu mkubwa sana.
Miaka 7 nyuma tulikuwa na sehemu ipopo, tumefika mpaka na Mpula, tukafika mpaka Maputo, tukafika mpaka Pemba. Kagame ndio ameenda kusaidia na majeshi yake, amani imerudi katika nchi ya Msumbiji. Sasa tunapozungumzia, na wasihi sana viongozi wa dini na wanasiasa, kabla ya kutamka tamko lako, idha arata an taf'ala shay'an fatadabbara aqibatahu fa in kana khairan fa amdhi wa in kana sharran fantahu. Kabla ya kulitamka jambo, angalia mwisho wake lile jambo unapotaka kulitamka. Kama jambo lile ni la kheri, basi lifanye, na kama jambo lile ni libaya, basi liache kwanza.